Ndio maana huwezi tu kulala kwenye kitanda ambacho si cha kwako ukalala tu, kwa sababu huwezi kujua aliyelala hapo kabla yako. Wengine hawasikii ninachosema. Nasema hivi, Biblia inatuambia nguo zina uwezo wa kubeba roho. This is a demonstration kwa kama handkerchief za Paulo zilibeba upako uliokuwa kwenye mwili wake, na wakapelekea wenye mapepo wakatoka. Kama yule mama wa kutoka damu alienda kugusa pindo la nguo ya Yesu wakati Yesu amechukua kabatini kavaa ili aende town kwenda kufanya huduma, lakini yule mama alijua kwamba ule upako ulioko juu ya mwili wake lazima ukupia kwenye nguo yake. Kwa nini unafikiria kwamba ukilala kitandani ukiondoka upako wako unaondoka? Roho uliobeba inabaki kwenye shuka. Wengine hawasikii ninachosema. Inabaki kwenye shuka, inabaki kwenye nguo. Ndio maana hata kama unavaa mitumba ujifunze kuomba. Sikukatazi kuvaa mitumba, lakini jifunze kuomba, kwa sababu itakusitiri mpaka mahali fulani. Wengine hawajasikia ninachosema. Kama unafikiri natania, nenda kaone mfuko mkubwa unafunguliwa umejaa ndawea. This is a demonstration of Wirecast. Njoo baada ya siku 3 hamna hata moja, zimenunuliwa sote. Aliyevaa uko ilikotoka ni nani? Naona beba tu, unasema nimepata. Sawa, inawezekana umepatikana pia. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo ni magumu, si mambo mepesi. Nilienda nchi fulani. This is a demonstration of Wirecast. Na kilikuwa kitu cha ajabu sana. Ndio tumeambiwa kumbe kuna mtu ambaye anatufuatilia kila wakati. Tukilala kwenye chumba, anaenda kuomba chumba hicho hicho ili tukitoka aje kulala. Ilichukua miaka kadhaa, wenyeji ndio wakatueleza hiyo siri. Anasema nataka kuwahi ule upako hawa watumishi wameacha. Sisi tulikuwa tunalala. Tulikuwa tuache upako tunalala. Lakini yeye anaenda na kitu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na wewe mambo ya ndani kidogo, lakini kwa sababu watu wengi sana wamefungwa na hawajajua namna kutoka. Weka mkono hapo ili tufanye ili zoezi. Si unajua kwenye Biblia zoezi linakuwa live. Linakuwa live. Ninaposema live nicho tulipokuwa jeshini. Ukienda kufanya mazoezi ya kupiga bunduki mara ya kwanza upewi risasi za moto. Upewi risasi za moto kwa sababu hujui namna ya kupiga, unaweza kaumiza wenzako. Kwa unapewa za mpira, unaona. Kabla hujapewa za mpira unaambiwa ujifunze kusema kwa mdomo tu. Unasema kwa mdomo, wakishaona umeshaanza kuzoea kelele za risasi wanakuletea za mpira mpaka uje upate moto umeiva. Lakini kwenye Biblia ni za moto mwanzo. Kasome Biblia yako. Yesu alipokuwa anawapeleka wanafunzi wake mazoezi, walikuwa hawakuti mtu anajifanya ana pepo alafu anaigiliza katika jina la stoka alafu ghafla amesimama kama unavyoona kwenye sinema. Walikuwa wanakutana kweli na watu wenye pepo na wanakemea. Glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah.